Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wake mzuri wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: ndipo Ana akainuka alipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu, la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Ana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Inua mikono yako mbili juu, sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno hili. Neno hili lifanyike baraka ndani ya maisha yangu. Neno hili likatimie leo. Kuanzia sasa, kila hitaji langu nililete mbele ya madhabahu yako. Kila hitaji langu ambalo limeshindikana, nilibebe lilivyo, nililete mbele ya madhabahu yako, na wewe Baba ukanijibu katika jina la Yesu. Baba, katika jina zuri takatifu la Yesu, ninakurudishia sifa na utukufu mbele zako. Wewe ni Baba, ni Mwokozi, ni Mfalme, ni mtakatifu, ni mwezo wa yote. Haulinganishwi na kitu chochote Yesu, haulinganishwi na kitu chochote Bwana. Sante kwa ajili ya wema wako na uzuri wako. Sante kwa ajili ya baraka zako Mungu. Naomba neno hili katimie leo Baba, ukaonekane mahali hapa, kaonekane kwa kila mmoja. Wote tupige magoti mbele ya madhabahu yako. Wote tupige magoti mbele ya madhabahu yako. Wote tupige magoti mbele ya madhabahu yako, katika jina zuri takatifu la Yesu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Tumshangilie Bwana Yesu. Bwana Yesu ainuliwe juu. Tunamwona mtumishi wa Bwana anaitwa Ana. Ni mtumishi wa Bwana ambaye alikuwa ameolewa, amekaa kwenye ndoa, lakini pamoja na kukaa kwenye ndoa, Ana hakubahatika kupata mtoto. Ana akaanza kutukanwa, Ana akachekwa, Ana akadharauliwa, Ana akawa anapigwa vijembe, Ana hana sehemu ya kwenda. Ana akahuzunika ndani ya moyo wake, Ana akawa hali wala anywi. Ana analia kila kunapoitwa leo. Ana akapita kwenye majaribu magumu, watu njiani wakawa wanamcheka, nyumbani kwake anachekwa, mpaka nyumbani na mke mwenzake anamcheka. Sio ile asirisiri live. Ana akasema, hapana, kwa maisha haya sina sehemu ya kwenda. Hata mme wake hakuwa faraja. Marafiki aliyokuwa nao hawakumfariji. Mwanaume alijaribu kumfariji lakini haikutosha. Mwanaume akajaribu kumletea chakula kizuri, haikutosha. Akasema, hapana, yuko mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Huyu nikienda kuanguka kwake, huyu ndiye atakayekuwa faraja yangu, huyu ndiye atakayekuwa tumaini langu. Hana akaona hakuna faraja. Mwanaume anaweza asiwe faraja kwako, ndugu yako wa karibu asiwe faraja kwako, wajomba asiwe faraja kwako, mashemeji wakashindwa kuwa faraja. Ukafika wakati wa kukata tamaa,
lakini ashukuriwe Yesu ambaye yeye ndio faraja yetu. Yesu ndio faraja wa maisha yako. Yesu ndio faraja wa uhai wako. Yesu ndio faraja wa familia yako. Yesu ndio faraja kwenye ndoa. Yesu ndio faraja ya kizazi chako. Yesu ndio faraja ya kila kitu ulicho nacho wewe. Mwambie jirani yako, mwambie Yesu ndio faraja yako. Mwambie Yesu ndio faraja yako. Kuanzia sasa sikia, Yesu ndio faraja ya kwako. Soma mtu ambaye tunaenda pamoja. Nisomee ambao tunaenda pamoja. Mstari wa 9, neno la Mungu linasema. Ndio. Ndipo Hana akainuka. Walipokwisha kula na kunywa. Huko Shilo. Naye Eli kuhani. Alikuwa akiketi kitini pake. Penye mwimo wa hekalu. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu moyoni. Ukiwa na uchungu, kimbilia kwenye madhabahu ya Bwana. Ukiwa na uchungu, usiende sehemu yoyote. Mwangalie jirani yako, mwambie ukiwa na uchungu nenda kwenye madhabahu ya Bwana. Mkazie macho, mwambie ukiwa na uchungu nenda kwenye madhabahu ya Bwana. Mwambie usiende sehemu yoyote. Mwambie usiende kwa shangazi. Mwambie usiende kwa mjomba. Mwambie usiende kwa shosti. Nenda kwenye madhabahu ya Bwana. Hana alijua sehemu ambako anaweza akapunguza uchungu, ambako kuna tumaini ni kwenye madhabahu ya Bwana. Ndani ya moyo wa Hana kulikuwa kumejaa na uchungu. Hana hakuwa na tumaini lingine. Ndani ya moyo wa Hana kumejaa uchungu. Ndani ya moyo wa Hana hakuna faraja. Inawezekana ukapita kwenye mambo makubwa magumu. Usikubali kutoa machozi. Usikubali kwenda kwa rafiki. Ukienda kwenye nyumba ya rafiki yako, hata rafiki yako na mwenyewe na matatizo. Ukienda kwa mama fulani, hata wewe mama fulani na matatizo ya kwake. Hacha kwenda kwa mwanadamu. Nenda kwenye madhabahu ya Bwana. Piga magoti mbele ya madhabahu ya Bwana. Nyosha mikono yako mwili juu. Mwangalie Baba ambaye yuko kwenye madhabahu ile. Mwangalie Baba, shushe baraka. Yaani peleka haja yako mbele ya madhabahu ya Bwana. Leo tuna watu wanapeleka haja kwa watu. Mtu hawezi kusaidia. Mtu unapompelekea haja yako, huyo atakuwa wa kwanza kukucheka. Huyo unampelekea haja yako, huyo ndio wa kwanza kusengenya. Huyo unampelekea haja yako, huyo ndio wa kwanza kukusema kesho. Huyo mwanzoni ataonekana na huruma, lakini hana huruma. Hana alijua hawa marafiki nilionao sio chochote, sio lolote. Acha niende kwa Bwana, maana Mungu wetu sio kigeugeu. Mungu wetu asengenyi. Mungu wetu aongei uongo. Mungu wetu hata kusema. Mungu wetu atanyosha ilivyo. Utapeleka haja yako. Ukimwambia Baba, angalia hapa, Yesu anaangalia. Ukimwambia Baba, nisamehe, Yesu anasamehe na kusahau. Yesu akumbuki makosa ulionayo wewe. Mwangalie jirani yako, mwambie Yesu akumbuki makosa yako. Shike mkono, mwambie Yesu akumbuki makosa. Mwambie hata kama jana uliloga, Yesu anasamehe. Jamani, Yesu ainuliwe tu. Kwani hakuna wachawi ambao ni wachungaji? Hawapo. Kwani Yesu alishawahi kumwambia mtu kwamba wewe ulikuwa unaloga, acha kuhubiri Injili? Yesu akikusamehe leo anasahau moja kwa moja. Hata kama jana usiku ulikunywa gongo, leo ukapiga magoti, amesamehe na anasahau ya usiku. Waenda mbinguni, Yesu apewe sifa. Kanisa la Bwana, Yesu ainuliwe juu. Kazi ya Yesu ni kusamehe. Juzi wakati niko Shinyanga, akaja baba mmoja anaitwa Omar. Alikuwa ni Bilali wa msikiti. Alikuwa anatukana walokole hajawahi tokea. Anawatukana kama ni makofi anachapa. Lakini ghafla akaugua